Kampuni Mbui. Mbui. Kampuni Mbui. Mbui. Kampuni Msedende Pwarapwara. Msedende Pwarapwara. Kampuni Msedende Pwarapwara. Msedende Pwarapwara. Mbui. Mbwa. Kampuni hai hoi. Hoi hoi. Ni hoi kweli kwa sababu we have lost a very important person in our company. We have lost a very security guard in our company. Of course. Kwa kweli mtu wa muhimu So sana. nimeitisha hiki kikao, siye kama Allied Universal Security Company hatuko tayari kumpoteza kijana mbunifu kama yule, kijana mkakamavu, mchapakazi kama yule. Tumemtumia katika madili mengi na amefanikiwa, lakini hili ndo hivyo, kaenda huko katika mji wa siri, Hidden City, bahati mbaya amekamatwa. Na kama unavyojua wale viumbe, they are very dangerous. Hawatamuonea huruma, tukichelewa tutamkuta mfu. Na watamuua kweli, because they are not a human being. Wale sio binadamu wa kawaida. Kwa hiyo watamfanya kitu chochote kibaya kama tukichelewa. So we have to do a quick decisions. Yani kwanza hadi sasa hivi tutakuwa tumechelewa sana mkuu, because it is almost 5 days. Ni siku 5 sasa toka yule kijana tumtume kule aende. Sasa itabidi tufanye haraka hima, tutume mtu aende akamsaidie, kwa sababu tukichelewa hivi wale watachukua maamuzi, watammaliza. Fanya hima. Wale manyau wanamuua. Allied Universal Security Company Mbui. Mbwa. Allied Universal Security Company Mbwalala. Mbwiri. Msedende Pwilipwili. Pwarapwara. Msedende Pwarapwara. Pwiri. Dakta, sasa sikilizeni. Hakuna kupoteza muda tena. We have to choose very professional bodyguard katika timu yetu ya vijana wetu, tumtume aende akafanye hii kazi. Tena tunatakiwa tuchague kijana ambaye yuko very professional, anaweza kuitumia vizuri ramani ya ule mji wa siri na kumtafuta kijana wetu popote alipo katika makambi yao mahandaki na kumleta hapa akiwa hai. Na hapo tunatakiwa kuwa makini sana kiongozi, kwa sababu tunaweza tukachagua kijana tukampeleka kule naye akapotea. Kwa hiyo we have to be careful kuchagua kijana ambaye yuko very professional, ana akili ya kutumia ile ramani vizuri na anaweza kupambana pia. Tukizingatia kigezo cha akili, professional, kidogo ujanja katika kundi lile la vijana security guards pale, namuona Sam Cheupe ndo anaweza kufanya hii kazi. Ama nyewe wenzangu mwaonaje? Ya, swadakta kabisa. Hata mimi mwenyewe nilitaka kumchagua huyo kijana kwa sababu Sam anaweza kuitumia vizuri ile ramani. Alafu kichwa chake ni bright kidogo, ni mwepesi wa kuchangamka kufanya maamuzi. Na huyo mtu ndo anafaa kwenda kumuokoa yule kijana. Na sidhani kama kuna pingamizi hapa. Pingamizi lipo. Mimi kwa kweli sijapenda huo uchaguzi kwa sababu haiwezekani. Tuna vijana kede ambao wana sura mbaya, sura ushuzi. Kuna Kitundu, kuna Kombo, kuna Fuvu. Kwa nini asiende mmoja wao? Huyo hata akipotea ni potelea pwete. Sasa nyie tena mnamtuma kijana handsome boy, kijana tegemezi langu, tegemezi la kampuni. Kwa nini mnafanya hivyo tena? Sam angebaki aende kijana yoyote mwingine, kwa sababu wale vijana wengine hata akipotea ni sawa kuliko kwenda Sam jamani. Kijana mweupe handsome boy, lengo lenu ni lipi jamani? Mnataka kupoteza kizazi cheupe? Ingiza ishuza uharaya. Sisi lengo letu sio kwamba mtu kwenda kupotea tena. Sisi lengo letu ni kijana aliyepotea huko, aliyekamatwa aende akasaidike na mtu ambaye yuko very bright, yuko very fast, ni Sam. Sasa wewe unataka kuingizia issue tena za kupotea sijui nini, kizazi cheupe kipi kama sio malaya nini? Bikachala, mimi nikuombe kitu. Unajua wewe tunakuheshimu sana na pia tunaheshimu ushauri wako katika kampuni hii, kwa sababu wewe ni mama mtu mzima na tunakuheshimu pia. Lakini katika hili tafadhali usiingize mihehemko, usiingize tamaa za mwili na usiingize masuala ya upwilo, kwa sababu si lengo letu ni kumsaidia yule kijana Shemtoi. Lazima asaidike kwa sababu yule kijana Shemtoi ndiye mtu muhimu sana katika kampuni yetu hii. Hawa security guard wengine hawa tunawaamini, lakini sio kama Shemtoi. Ndio maana tunamtuma kwenye madili mazito kama yale. Tungemtuma nani aende katika mji wa siri zaidi ya yeye? Sasa kakamatwa, lazima tumsaidie haraka kwa sababu issue nyingi tunamtuma yeye. Wacha kuingiza masuala ya upwipwi weye, wacha hiyo. Mimi kwa kweli roho yangu inataka, roho yangu haitaki kabisa, haitaki kuona Sam anaingia kwenye huu mtiti, kwa sababu tunaweza kumpoteza ule kijana. Nataka kuipoteza
roho yangu tena. Na kijana mbunifu katika kampuni mwingine jamani. Haiwezekani. Mbona mavijana shupavu yapo? Kwani tukilituma Likitundu kuna shida gani? Kitundu aende akafanya hii kazi jamani. Ataneni na Kama Samu. ndo yuko Mimi vizuri hata karibu kuchanganya kazi. ukiru na Ndugu yangu kazi. vitu vyake vya ajabu ajabu. Allied Universal Security Company. Mbwi. Mbwa. Hoi hai. Hoi. Hoi hai. Hoi. Mlango wagongwa. Aise we nani? Nyie kampuni Uchwala nyie. Nimemfuata mwanangu Shemtoi. Leo mimi hapa siondoki bila mtoto wangu. Fungueni Hapa mlango. kazi ipo. Asante sana kwa kuniletea chakula. Nishaanza kukapenda maskini. Naona kabisa ninaishia naye. Maana kama anataka kunichanganya tena. Mimi ndo nitakuwa binadamu wa kwanza kumpenda kiumbe mwenye rangi ya blue na mashikio marefu kama shaitimila cha bajaji. Mbona kama nampenda. I love you so much. Tazama, kana niangalia kwa mapozi. Kazuri kenyewe. Tia neno basi, nimekwambia nakupenda Avata. Ukinikubalia mimi, nitakupeleka nyumbani kwetu mjini taoni huko. Mimi nakaa mjini. Nitakupeleka taoni, utaenda kumuona baba yangu, Mzee Zumbe, utaenda kumuona mama yangu Bimlole. Jeni tutaoana tutakuwa mke na mume. Nikubalie basi. Kubali. Mbona akajibu? Au nina haraka, mimi natongoja haraka ngoja. What is your good name? Karunde. Kumbe hadi Kiingereza. Ndio maana nilikuwa najichanganya Kiswahili. Karunde, I want to marry you. I want me to be your girlfriend. Girlfriend tena. I want to be your boyfriend. Ndio shamkwichi ndio to have a good partners. Ongea Kiswahili tu babangu, unaharibu lugha za watu. Nimeumbuka. Kwa heri mkaka mzuri, baadaye. Karunde. Sister. Mrembo. Huyu mtoto kashanja kunichanganya tayari. Kashanja kunichanganya hivyo. Na huyu ndo atafanya mimi hapa nipapende. Nipaone patamu. Licha ya kuwa maisha hapa ya kikatili, lakini naona tayari nishaipenda kambi ya Avata. Avata. Shemtoi katika penzi jipya la Avata. Avata Karunde. Kunyangishi. Kwanza mmenipotezea mwanangu. Halafu mmeshindwa kuja nyumbani kuniambia kwamba Mzee Zumbe mwanao hivi na vile kapotea, lakini tunafanya hivi mchakato ili kumtafuta apatikane. Mmekaa kimya. Hivi mnadhani ule mtoto mimi nimemuokota? Au kuna mtu hapa kanisaidia kupiegeta viuno kwa mke wangu hadi apatikane ule kijana? Hebu acheni upuuzi. Na ndio maana mimi nilikuwa sitaki mwanangu afanye kazi kwenye kampuni Uchwala kama hizi. Mzee, kumradhi, naomba utusamehe sie kama kampuni. Na kosa letu kubwa ni kutokukupa ushirikiano wa karibu. Lakini tunaomba utusamehe sana kwa sababu ule kijana si hasara kwako tu, ni hasara pia katika kampuni kwa sababu kati ya pengo. Kijana tegemezi tulikuwa tunamtegemea sana katika shughuli kama hizi. Lakini sasa ndio hivyo imetokea ya kutokea. Na hiki kikao unachokiona hapa mzee wangu ndio kilikuwa kikao cha kudiskasi ni vipi twaweza kumsaidia kijana atoke kule akiwa salama, mzima, yuhai. Sasa si ndio maana nimesema kwamba hii kampuni ni Uchwala, ni kampuni ya Kikulanina kabisa, kwa sababu hiki kikao mie kinanihusu. Mungetakiwa kunialika kwenye kikao hiki cha kudisikasi namna ya kumpata mwanangu. Saa nyie muendeleza kikao, mie sijui hatima ya mwanangu. Washenzi wakubwa nyie, Ukulanina mtupu. Shenzi time kabisa nyie. Sasa mie nawaambiaje? Nawapa siku 2 mwanangu apatikane. Wewe gani? Nyie mnaniletea Ukulanina, si ndio? Nasemaje? Siku 2 mwanangu apatikane. La mwanangu hajapatikana siku 2. Kwanza kiongozi wa kampuni hii yuko wapi? Ni nani? Ni huyu? Ni wewe? Ni mie mzee wangu kiongozi. Ana baya huyo kiongozi wewe. Kiongozi wa kampuni. Akili ni nywele. Umepewa minywele mingi lakini sijui akili umezifiatika kwenye makalio. Tashi, mfalme wangu. Sasa ni ipi hatima ya yule kijana tuliyemfungia mle ndani? Malikia, bado sijawaza nimfanye nini. Lakini anaonekana ni mchunguzi.
amekuja kuuchunguza mji wetu. Unatakiwa kufanya maamuzi ya haraka mfalme, kwa sababu yule kijana anatumalizia chakula na anakula kila kitu unachompelekea, hachagui. Hata ukimpelekea utumbo wa kenge anakula tu. Imekuwa kama ni hasara kwenye mji wetu, si ndio mke wangu? Kabisa. Na kama umeshindwa cha kumfanya Tashi, mfalme wangu, sioni kama kuna haja ya kuendelea kumshikilia hapa ndani. Ni heri tumruhusu tu aondoke. No, sijawahi kumkamata mtu kiumbe binadamu kama yule na kumwacha aondoke akiwa hai. Wengi wao ukiwaacha wakiondoka wakiwa hai, wanageuka kuwa mashushushu, wanaleta wezi, wanakuja kutuibia vitu vyetu vya thamani. Mimi yule nitammaliza. Tena leo hii yule kijana achinjwe, tumle supu, tufidie chakula chetu alichokula wiki nzima. Hello guys, it is Mishe Mtoi aka Chizi Mahaba. Sijavaa shati msije mkasema naonyesha kidari. Natumaini mko salama wadau wangu. Wadau wangu, tunataka kufungua studio. Kwa hiyo tayari tushaanza kununua baadhi ya vifaa tofauti, lakini bado ngoma ni ngumu. Kwa hiyo tumeweka namba yetu hapo ya Airtel Money. Kwa yoyote ambaye atajaliwa kwa chochote kile, iwe ni 50, 100, hata 0, utaituma kwenye namba hiyo ya Airtel Money. Jina litakuja hilo hapo lililoandikwa hapo vizuri kabisa kwa usahihi. Changia kizazi cha Mdala Kiuno ili tuendelee kupata burudani bora zaidi.